Eske ni watu au ni wa malaika? Mimi nauliza. Or the angels, I'm asking. Ndiyo mimi najua, lakini mimi nauliza paraporo na sisi tunasema na sisi tunasikia. Nauliza ni wa malaika ama ni watu? Are they angels or not? Biblia inasema kwamba ni watu wenyewe walikombolewa kwa damu ya mwana kondoo. The blood of the lamb. Haleluya. Ni damu ya watu wenyewe walikombolewa kwa damu ya mwana kondoo. The blood of the lamb. Na kama ni watu wenyewe walikombolewa kwa damu ya mwana kondoo. By the blood of the lamb. Donc ukiona mwana kondoo, You see the lamb, unaona ni kanisa. you see the church. Haleluya. Ukiona mwana kondoo, You see the lamb, unaona ni kanisa. you see the church. Kwa sababu si kanisa, We the church. ndio wenyewe tuliamini Yesu The ones Kristo who believe in kwa Jesus Bwana na Mwokozi wa maisha Christ, yetu. save your life. Na kama tukizungumzia wazee 24, maana yake tunajiona si wenyewe tuko hapa. See us who are here. Hakuna mwenye kuniuliza hae. Who will ask me how? Hakuna hata kuniuliza hae. You can ask how. Kabla hiyo niulize hae. How? Haleluya. Kwa sababu It is because Biblia inasema hivi. the Bible says Sasa yeye Yesu Kristo alikufa. Jesus died Alitufanya sisi kuwa wafalme na akatufanya kuwa tena na wakoani. be free. Ile kanzu wanavala ni kanzu ya ukoani. Na ile ambao wanavala mkichwa And nini? the crown, Ile taji wanavala ni ufalme. Na ile kiti iko nyuma yao and the front pia ni of the ufalme. kingdom Ni kusema hivi, wazee 24 ni wewe na mie. is you and I. Haleluya. Wazee 20 ni wewe na mie ambao tutarithi pamoja na Yesu Kristo, ambao tutatawala pamoja na Yesu Kristo, ambao tutaishi naye katika umilele. Tukiangalia wazee 24 ni dimension spirituelle ya kanisa mbele ya Mungu ambaye tutakuwa pamoja naye. Kumbuka ya kwamba So remember that Yesu Kristo ni kuhani mkuu ambaye pia yeye peke alikuwa Mungu akajifanya yeye peke kuwa kuhani. Na Biblia inasema hivi, Yesu Kristo alikuwa mfano ya mfalme wanaita Melkisedeki. Ule Melkisedeki alikuwa mfalme wa Salemu, tena alikuwa kuhani. Na Biblia inasema juu ya Yesu Kristo katika kitabu cha Waebrania sura yake 21. Ukisoma pale utakuta Biblia inasema hivi, Yesu Kristo ni mfano wa Melkisedeki aliyekuwa mfalme tena akakuwa kuhani. Na Yesu Kristo naye Biblia inaendelea kusema hivi, alitufanya na sisi tukue kama yeye. Kitabu cha Wafilipi ndio kinasema, asema siku moja tutamfanana kule mbinguni. Tutamfanana namna gani? Ni wakati yenyewe tutoka ile sura yake, lakini tunamwabudu, tunamsifu kwa sababu yeye ndio alifanya tukakombolewa. Na ndio si tena Biblia inasema pale. Biblia inasema hivi, asema wao wenyewe walikombolewa, walikuwa wanamsifu Yesu na wanasema hivi, unastahili kusifiwa kwa sababu ulikomboa mataifa ukatuleta mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunatoa nini katika injili? What do we get from this? Ni nini ambacho tuko tunaongelea? What are we talking about? Kwani Biblia inaendelea kusema The Bible says wale wazee 24 the 24 elders mbele za Mungu in front of God, wako katika utukufu. they are in, Walikuwa wanapika magoti na wako wanaenda wanamsifu. they are worshiping Him. Wanapika They magoti kneel down, pia they wanamsifu. worship Him. Wanapika magoti pia wanamsifu. They worship Him. Wanapika magoti pia wanamsifu. Na wako katika utukufu. Angalia konsei ambayo Look at the pia aspects picha yenyewe iko pale. that is there. Inaonyesha hivi, wakati Mungu anatubariki, wakati Mungu anatuinua, tuko watu wa kujishusha, wa kujua ya kama sisi tuko haitokani na sisi, inatokana na Mungu wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Kuko andiko mwana napenda sana kusema mambo mazuri. Mama Jisine ndiye anajua ile andiko. Mama Jisine anakumbuka ile andiko napenda sana kitabu cha Psalm 49 verset 16 hadi 20. Mbele niendelee, mimi napenda sana kusoma hii. Up to 20. Haleluya. Ndio.
Biblia inamkamata sawa vile nyama. Njia nyingine. Njia gani? Kwa sababu mwanadamu hapa kudunia siku zake zinapita. Mwenyewe anasema vile ni Yakobo. Yakobo kwani anasema hivi, mtu ni kama mvuge. Na kama mtu ni kama mvuge, siku zake ziko zinaonekana kwa hii wakati. Na kisha tena anapita. Ni kusema hata unaweza kuwa na nini? Yote unaweza kuiacha mwili dunia. Hata unaweza kuwa mlivo gani? Wewe unaweza kuiacha mwili dunia. Hata wanaweza kukuita president. Utakufa tu siku moja. Hata wakuita wewe njoo nani mwili dunia yote. Utakufa tu na utaliacha. Lakini hizo skesi ile andiko inasema pale. Andiko inasema hivi. Kama mtu yuko na pesa wala kama mtu yuko na nini, wewe usimwogope ile. Kunjia nyingine tunatafuta kusema hivi. Kama wewe mtu uko na Mungu, uko unajisifu kwa sababu uko na Mungu. Mungu ndiye anapatia ile mtu pesa. Na niko nasema hii neno, usisikie huyu mtu uko na pesa. Na wewe omba Mungu pia na wewe akubariki. Lakini uko njia ya kujishusha. Uko njia ya kujishusha. Kwa sababu mtu hapa dunia siku zake zinahesabiwa. Hata utakuwa uko na nini, utaliacha. Nasikia hata kisa ndiko naendelea kusema pale. Ya kusema hata uko na utukufu, hata sie bote. Hata sie bote. Tuko tunakupigia magoti. Tunakutukuza. Na hii mambo yetu yote tunatia chini. Wewe unakuwa unatembelea hivi yetu sie bote. Sasa tuko tunaona wengine kisha kwa Facebook. Leo natembea juu ya mikongo ya watu. Biblia inasema hivi. Ile utukufu yote ile. Sasa ni utaenda mkaburi. Hautaenda hata na utukufu wote. Utakuwa wewe peke na utukufu unabakia huko dunia. Neno niko natafuta kusema hivi. Tuko watu wa kujishusha. Tuko watu wa kujipandisha. Unajua kwa mtu mwenyewe anajipandishaka, jua anaangalia position yenyewe uko nayo. Unajua kwa viburi, unaona watu wa kiburi. Watu ya kiburi. Watu ya kiburi. Hata kama yuko anasema na anakwaza mtu, hawezi kujua hata kama yuko anakwaza mtu. Unaona watu ya kiburi kisema anakuaga. Kama yuko anaongea, kama anamtajia mtu fulani na anaanza kusema aule utanifanya nini? Na aule atanisaidia nini? Sasa unaweza kukuita kwa telefoni na kumwambia acha pale aule atanisaidia kitu. Angalia kisi watu wa kiburi wanakuaga. Ona constater hata na siba jene wenyewe tuko wa kiburi. Sasa unaweza kuwa unamuonja, unamwambia jene anapaswa kujikomporte like this and this. Jene ambaye ni Christian anapaswa kuwa na mfano wa Yesu Kristo. Sasa kisi Biblia inasema tunapaswa kufanana na Yesu Kristo. Lakini unakuta ule jene mwenye anakuwa mwenendo wa ulimwengu na japo anabeba picha ya Ukristo. Sisi Biblia inasema. Biblia inasema hivi, sisi tuko wa mbinguni. Sisi hatuko wa hii dunia. Na tusifananishwe na hii dunia. Ni nini wewe Mkristo? Unaweza kuwa kwa Mkristo na kisha kuwa unafananisha na mfali. Kisha unafananisha na mfali. Bakitia Diamond hapa, bakikutia na wewe hapa. Wanaangalia kama kuna utofauti. Bakitia huyu hapa ambaye ni wa dunia na wanatia hapa wa mbinguni. Wanaangalia kama kuna utofauti. Nauliza ni aibu haiko aibu? Shame or not? Angalia kisi baraka viburi banakuwa. Sasa unaweza kumkonseye. Unapaswa kuwa unavala hivi. Afu yeye anakwambia, iko sawa vile mwenyewe anamwambia kuvala, iko sawa vile uko villageois. Iko sawa vile wao ya vionaga. Angalia, hii andiko tutaisoma. Kitabu ya Mezali sura ya 7. Ukisoma mstari wa 10, Biblia inakuwa inalinganisha na mwanamke mwenyewe anavala mavazi ya kikahaba. Utasoma pale utaona. Kwani Biblia inasema pale sio mwanamke mwenyewe ana mavazi ya kikahaba. Lakini wewe mwenyewe unaamini Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi. Ulishaamini Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Unapaswa kuwa na mwenendo. Mtu akikuona hivi anafurahia, anasema wewe ni Christian. Mtu akiangalia ile kama mtu anapendezwa na yeye kwa sababu ya gisi yetu, kwa muonekano wake. Kama ukikuwa dada mwenyewe kwa Mkristo, unapaswa kuvaa mzuri tofauti na wa dunia. Hata nifanye katika parenthesis, nilikuwa mariage huko Chirombeo. Tukatokaka mumadonge malalio ya ndoa. The day before the wedding, tukatokaka kule, get out of there. Ilikuwa ma 21. It was around 9. Nikapita kete pale hapa hivi tukatu.
sikujua kama ile njia nje na kwa vile. This is the way the way was. Walikatala hii dunia. Na Biblia inasema hivi, wenye wanaamini Yesu Kristo ni wale wenye walikatala dunia, wale wenye walitika kubatiziwa. Kubatiziwa maana yake wanaacha ya dunia na wanaanza maisha mapya, lakini ni ndani ya Yesu Kristo. Na Biblia inasema hivi, ule mwenye anajihesabu huwa alishakuwa ndani ya Yesu Kristo, anapaswa kujihesabu kama vile mtu mufu. Mtu mufu hataki msimanga hata kurudisha neno. Mtu mufu hata kimtukana hata kurudisha matusi. Mtu mufu ana na wakati ya kukutukana. Mtu mufu ana na wakati ya kusengenya mtu. Mtu mufu ana na ile wakati ya kusema mtu fulani. Mtu mufu hata ukimtukana, hata usipomtukana, ana na droit kukurudishia matusi kwa sababu kiko pale tu ni kimufu. Raison pour laquelle Jésus Christ alisema hivi, mko mnajihesabu hii dunia kama vile mtaiacha. Hata bakikupatia nini ya hii dunia, yote tu utaiacha. Hata bakupatie nini, yote itabakia. Lakini tujihesabu kuwa kama vile wazee 24. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sikia sasa picha. Listen to the image. Jia nini 24 VR? Why the 24 Na hii 24 VR These 24 elders, inatokea wapi? where do they come from? Hii nombre 24 inatokea wapi? Where does the 24 come from? Mimi naona Papa Prince nje kuna sofu. Mzee utanihurumia. Utasoma 1 Chronique chapitre 24 verset 1 jusqu'à 4. First Chronicles chapter 24. Na Papa mchungaji, naona unaweza kusoma. Unaweza kusoma ile 1 Chronique 25 verset 31 tu. 1 Chronique ouais, chapitre 24 verset 1 jusqu'à 4. Ndiyo. Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 24 Ndiyo. mstari wa kwanza mpaka 4. Ndiyo. Tunasoma katika jina la Yesu. Amen. Na zamu za wana wa Haruni ni hizi. Wana wa Haruni, Nadabu na Abihu na Eleazari na Itamari. Lakini hao Nadabu na Abihu walikufa kabla ya baba yao, wala hawakuwa na watoto. Kwa hiyo Eleazari na Itamari wakafanya ukuhani. Akawagawanya Daudi na Sadoki wa wana wa Eleazari na Ahimeleki wa wana wa Itamari katika utumishi kwa kadiri ya usimamizi wao. Wakaonekana wakuu wengi wa wana wa Eleazari kuliko wana wa Itamari. Wakagawanyika hivi: wana wa Eleazari kulikuwa na 16 waliokuwa wakuu wa mbari za baba zao, na wana wa Itamari sawasawa na mbari za baba zao 8. Amen. 16 plus donc 8 plus 16 égale combien? Égale combien? Bwana Yesu asifiwe. Papa kule nasema yeye papa. Hii wakati ni wakati yenyewe wa David. Tayari alikuwa anaanza kutayarisha sasa mfalme Solomon atakuwa mfalme. Lakini kwa kujenga nyumba na kisi ndani ya nyumba mtakuwa na kisi ndani ya nyumba mtakuwa. Biblia inasema hivi, mfalme Solomon roi David akaanza kupanga kisi wakoani watakuwa wanatumika pembeni ya souverain sacrificateur ama pembeni ya koani mkuu pembeni ya koani mkuu. Na Biblia inasema hivi walikuwa 24. Haleluya. Na inaendelea tena kusema hivi na waimbaji pale kwenye papa alisoma pale kwa 31 ile ni kwa ufupi.
That was brief. Sasa sasa na wewe unaenda kunyumba. When you go out, Wewe ndio usome hiyo yote. read everything. Mimi nilisema kwa ufupi tu I just want to read because it's a long story. pale napo mbalimbaji. According to the Walikuwa ndio wanapiga kura. also began just Na ile kura ilianguka the choosing of ikafika mpaka beko 24. it became 24. Haleluya. 24 There were chants. 24 singers. Waimbaji There were 24. 24 singers. Na wakoani And the priests 24. were 24. Haleluya. Na Biblia inasema sasa Bible says again. tuko tunaongea juu habari We're talking about ya wazee 24. 24 elders. Na hao wazee 24 24 elders. ni kusema hivi. It says Tena bona hapo walikuwa na matarumbeta na manini? Matrompeti beko naenda bana they msifu had Mungu trumpets, worshiping God, na vinanda. and all the Na ile andiko yenyewe papa alisoma pale we read them ya wale waimbaji. of those singers. Utakuta kwamba You'll find that bona bo all of them, walikuwa na hivi bibi vitu. they had all the Yenyewe walikuwa na msifu navyo that Mungu they were using mbinguni. to worship Wale nao God. walikuwa navyo pale. All had Ni everything. kusema ya kwamba It means that mwile wakati walikuwa pale Daudi alikuwa anafanya David vitu was doing katika everything kimwili. in Lakini physical. pia kesho But tomorrow ilikuwa na picha ya wakati yenye kanisa itakuwa mbele za Mungu kwa kumsifu. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inasema je, makoani walikuwa 24. Na hapa penye tuko tunaongelea hapa ni makoani They are the priests wafalme. of kings. Mwenye alipanga wale wakoani ilikuwa ni mfalme Daudi. Was David. Mfalme It was akapanga wakoani. holding up the Na kule and in mbinguni heaven still wanaikala katika viti vya ufalme na makanzu ya ukoani. Na ndio maana tuko naendelea kusema hivi, huyu roi David alikuwa ni mtu mwenye Mungu alimpenda kwa sababu ijapokuwa aliingia mkosa, lakini roho yake ilikuwa tu kwa Mungu. Na ile roho ilikuwa muyeye, ndio ikafanya Mungu akamrudishia Yohane mu ile picha ya kisi kanisa iko na nono. Ukisi ndani walikuwa wanatupika ndani ya tawi. Na kisha ndio kisi kanisa nayo itakuwa pia mwa eternite. Tujue ya kwamba hivi huyu roi David ni mfalme ambaye wakati mimi nasoma Biblia anakuwa ananiinspire sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Angalia kisi Biblia inasema Samuel wa pili sura yake ya 6. Second Samuel. Biblia inasema hivi. Ule David wakati yeye alikuwa beko wanashusha Lego wanashia sanduku ya agano. Yeye alikuwa anaenda na ajali. Ya kusema sema wewe mimi niko mfalme. Oh mimi niko na watu beko nyuma yangu. Lakini sikia kisa alikuwa yuko naenda wake. Yuko naenda anacheza. Mimi pasa sichezaki. David Biblia inasema alikuwa anacheza sana. Angalia sasa hapa kwa kanisa. Sasa anakuambia tuchezee mbele. Wewe unakuwa uko unajiona sasa vile mtu mmoja hivi. Mwenyewe uko sijui kama njoo wapi. Mwenyewe sie bote. Tunatafuta kukuabudu. Na mwingine hata ukimpatia pendo hapa anaanza kufanya mtakio. Just give it someone else. Yeah, someone else. Lakini Biblia inasema mfalme Daudi hakukuwa anajali ufalme wake. Hakukuwa anajali anagisi iko. Hakukuwa anajali sasa baba watu wote wakanicheka juu niko mfalme. Yeye alikuwa anaenda anamchezea wake Mungu wake. Kwa sababu anajua gisi yeko, ni Mungu ndiye alimfanya kuwa vile gisi yeko. Ni Mungu ndiye alimfanya kuwa gisi yeko. Unaona gisi Biblia inasema kisha sasa Daudi yuko anaenda anacheza, yuko anaenda anacheza mbele ya watu. Yuko anaenda anaruka. Kisha Biblia anakaa anamwambia wewe mfalme mzima huko naenda anacheza vile ule Biblia wanamuita vikali. Kisha sikia neno ya Daudi. Daudi akasema hivi, kama ijapokuwa mimi niko nacheza sichezei juu ya baba, lakini niko nachezea Mungu mwenyewe alinifanya mimi kuwa mfalme kwa nafasi ya baba yako, na ndio maana mimi naweza kumchezea. Eti ni nani mwenyewe anachezea kama Mungu hapa? Pia kuangalia gisi huko unampatia Mungu nini juu uko mzima, gisi huko unatembea bangapi wenyewe wanakufa. Kisi wewe unatembea hapa hivi. Ni bangapi wenyewe wako na ushuhuda ya mbaya tofauti na wewe huko hapa. Mimi napenda sana kitabu cha Zaburi. Msomo 113. Ni 113 ya msome. Ndio Biblia inataka inasema, kisi Mungu anatosha mtu katika jalala, anamtia katika kiti cha ufalme. Mtu anakufalisha mtu mwenyewe alikuwa yuko tasa, hapo anampatia watoto. Mtu anamtosha, Mungu anamtosha mtu katika kiti cha chini na anamwikalisha na wakubwa. Unaona neno ambalo nilikuwa natafuta kusema, maisha Mungu anatembea na watu uvumilivu. Huyo David mwenyewe tuko tunasikia hapa alikuwa mchunga
mchunga He kondoo. was a shepherd. Mchunga kondoo kila mtu anamcheka. Everyone knows him. Ukimwangalia kisi Watch anafuata. him for the way he Ni behaved. mtu mwenyewe kwa uchafu. Hata ukisema mbebe hapa pembeni ya president. Mbele kwanza watamkalisha ema keleke pale. Walk somewhere. Anawe kwanza, atakate kwanza, kisha atakuwa anavala, na kisha atakuwa anaonekana mbele ya president. Kwa kuonekana, ionekane kama anapendeza. Lakini Mungu hakwaki anajali ile. Mungu hakwaki anajali masomo ya mtu. Mungu hakwaki anajali niveau yako. Mungu hakwaki anajali uko na nini. Mungu hakwaki anajali uko na nini. Mungu akitaka kukuinua, hawezi kuangalia niveau yako. Anaweza kufanya wewe kuwa president, kisha anakutilia mtu wa akili nyuma. Wewe tu uko president, kisha wewe mtu wa akili yuko nyuma. Mungu hakwaki anajali kitu. Hata mimi nasema kwa mtu mmoja, uvumilivu ni jambo la muhimu. Ule mwenyewe anamuona kisi yeko, naye anaweza kuwa na palmarese. Biblia inaonyesha kwamba huyu David alikuwa anaenda anacheza, ni kuangalia kwenye Mungu alimtoa. Sikia sasa neno yenyewe David alifanyaka. Wakati yenyewe kwa anaenda anaongea na Solomon. Akamwambia Solomon hivi, Mungu aliniweka mimi kuwa mfalme. Kwanza kwenye alianza mkabila lote la Walawi. Neno kabila yote ya Yuda. Katika kabila yote ya Yuda mimi nashukuru sana mama. Katika kabila yote ya Yuda akaangalia nyumba ya baba yangu. Na katika nyumba ya baba yangu akaangalia baba yangu wote. Akanichagula mimi. Na mimi mwenyewe niko hapa, siwezi kukosa kumjengea Mungu nyumba. Unaona neno ambalo tuko tunaonana hapa hivi. Wakati unaingia huko mkanisa, unajikuta huko Christian. Uko na nada mkanisa nini unakuhitaji. Mimi mwenyewe niko hapa hivi. Kila siku mimi nasemaka, kwenye mimi nilikuwa siku moja nilikuwa naongea na papa. Mimi kwenye nilikuwa niko na struggle. Nilikuwa niko na struggle sana. Mimi nasema kweli nilikuwa niko na struggle. Lakini mimi najua kwenye Mungu ananipeleka pa nafasi ya mzuri. Na mimi niko na tumaini. Lakini haimaanishi tu akisi mimi niko. Mimi naweza kuacha kumtumikia Mungu wangu. Mimi nilikuwa hapa kudunia. Pia hii kazi niko nafanya hapa. Hii kwanza ndio principle yangu ya kwanza. Na pia hii kazi mimi niko nafanya hapa. Hata wewe unionyeshe nini yako. Siwezi tena kukusikia. Siwezi tena kukusikia. Kwa juu Mungu wa mbinguni ndio ananifanya mimi nikue. Ndio ananifanya nikoe jinsi niko. Na neno ambalo tuko tunatafuta kuzungumzia. Kwa tunajua tangia leo kwa wazee 24 ni wewe na mie. Ni wewe na mie. Ni wewe na mie. Ni wewe na mie. Tutakuwa mbele ya Mungu. Tutakuwa mbele ya Mungu. Tutakuwa tunamsifu. Na kisha tuko na makoroni mkichwa. Itakuwa ni furaha gani? Itakuwa ni furaha gani? Kukuwa mbele za Mungu. Ukisoma katika kitabu cha Ufunuo sura 12 mstari wake wa 4 utakuta kwamba wale wote wa zamani wale watafufuka nyuma yetu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Maana sisi ndio tutajienjoy kwanza na Yesu. Sisi ndio tutajienjoy na Yesu. Sisi ndio tutajienjoy na Yesu. Tutakuwa pamoja naye. Mimi mwenyewe ndio nacheza hapa. Ile siku tutakuwa na furaha sana mbele ya Yesu. Unaona tena Biblia inaendelea kusema pale vile hakuna rangi. Pale vile hakuna kabila. Pale vile hakuna upendeleo. Yenyewe unaonaka kwamba unaanza kama mbele ya watu fulani. Afu wanaanza kukutenga. Ya kusema huyu ni wa kabila fulani. Huyu ni wa hivi. Lakini mbele ya Yesu ile